Hakuna jambo la hatari ndugu zangu kama Muislamu kujiingiza kwenye fitna yeye mwenyewe. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema, thintani yukrihuma ibnu Adam, kuna vitu viwili ambaye binadamu anavichukia, havipendi. Mtume akataja ya kwanza ni almaut. Kuna mtu yeyote miongoni mwetu hapa anaipenda mauti kweli? Hakuna. Lakini Mtume anasema, wal mautu khairun lilmu'min min alfitna. Wakati mwingine mtu kufa ni bora kwa mu'min wa kweli kuliko kujiingiza katika mambo ya fitna, akajikuta katika maisha mengine hakutarajia kwamba anaweza kuwa hapo. Sasa hivi ni madeni, sasa hivi ni majukumu, amejitwika mambo ya haramu imemzunguka na anashindwa kuyatekeleza, na bado yuko pale pale tu. Na jambo lingine, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema binadamu anachukia mali ndogo. Kila mmoja wetu anataka kuwa tajiri hapa. Ukiwa na kitu kidogo unaona hainitoshi, na inakutosha. Alhamdulillah, unaishi, una maradhi yoyote, wewe ni mzima, unatembea, unakwenda, unarudi, watoto wako wanasoma, wanakula, wanavaa, maisha yako inaendelea, unaona hii hainitoshi hii. Lakini Mtume anasema, na mali ndogo ni hisabu sahali mbele ya Mungu siku ya Kiyama. Kama Mtume alivyotaja ndani ya Sahih Muslim, watakuja watu wawili siku ya Kiyama, wanajuana hawa watu katika hisabu. Sasa mmoja wao katika wale wawili atahesabiwa, kisha ataambiwa aingie peponi baada ya muda. Kisha huyu mwingine ataambiwa, wewe ngojea mwanzo, hisabu yako bado itaanza sasa hivi. Sasa yule atakapoingia ndani ya pepo, anaanza kustarehe mle ndani, ataanza kuulizia ule mwenzake. Kila akimwona mtu anaingia anamuuliza, umemwona fulani? Itapita wiki, itapita mwezi, itapita mwaka, itapita miaka miwili, miaka mitano, miaka 10, miaka 20, miaka 100. Hii ni hadithi ya Mtume ndugu zangu. Itapita miaka 200, miaka 300, miaka 400, miaka 500. Sasa ndo yule bwana anajikokota, anafunguliwa mlango, anaingia ndani ya pepo ya Mungu. Yule mwenzake anamuuliza, ulikuwa wapi ndugu yangu? Umekosa starehe nyingi hapa, mambo ya hurul ain, matunda kila aina, raha za hapa na pale. Yule bwana anamjibu huyu ndugu yake, anamwambia, alhisab alhisab alhisab. Nilikuwa nahesabiwa, nimehesabiwa peni ndururu, nikahesabiwa peni, kisha shilingi 5, shilingi 10, shilingi 20, shilingi 50, shilingi 100, shilingi 200, shilingi 500, shilingi 1000, moja baada ya nyingine, na mambo mengi mengine ambayo yalikuwa amenizunguka katika maisha yangu. Nilikuwa nahesabiwa moja baada ya nyingine. Ndio nimechelewa miaka 500 leo, miaka 500 ya akhira, sio ya duniani hapa ndugu zangu. Wa inna yawman 'inda rabbikum ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Siku moja mbele ya Mwenyezi Mungu siku ya Kiyama, siku moja ya akhira ni sawa na miaka 1000 hapa duniani. Sasa miaka 500 ya akhira itakuwa ni miaka mingapi hapa duniani ndugu zangu? Mtu anahesabiwa, anakwenda kujiingiza kwenye fitna mwenyewe, na alikuwa hana haja ya kwenda kule kwa sababu ilikuwa hawezi. Na Mtume anawaambia maswahaba, leo mkitaka inshallah nitawaelezeni mambo ya uongozi haya.